Mambo vipi mtazamaji wa ZBTV? Kwanza kabisa kama hauja subscribe ni kukumbusha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo tutakuwa tunapost habari zetu mpya. So kwanza kabisa ni kukumbusha kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa pale ambapo tutakuwa tunapotuma habari zetu mpya. So bana, ndani ya wiki hii kumetokea habari ambayo imeshika headlines katika vyombo vingi vya habari nchini Tanzania na hata nje ya Tanzania. Habari zenyewe zikimhusu bidada ambaye ni mwanamitindo pia ni mwigizaji akijulikana kwa jina maarufu kama Nicole. Bwana bidada huyu bwana amekutana na kesi ambayo ikimuhusisha na biashara ya upatu. Yani kwa wale ambao wasioelewa biashara ya upatu, na ni biashara ambayo mtu au kikundi cha watu wanakusanya pesa kutoka kwa watu na wakiwaahidi kuwapatia fedha nyingi baada ya muda mfupi. Yani unawekeza pesa kwa mtu, baada ya muda fulani unapata pesa nyingi ndani ya muda mfupi. Sasa bidada huyu bwana amekutana na kesi kama hiyo ambayo anakabiliwa nayo mpaka sasa, na kwa taarifa ambazo zimepatikana mara ya mwisho kwamba alikosa mtu wa kumwekea dhamana, na mpaka sasa amerudi mahakamani, amerudi gerezani akisubiri hukumu yake itakapokuja kutolewa. So leo ni kuelezea kwamba ni namna gani ambavyo huyu bidada alikuwa akiwatapeli watu. Biashara ya upatu bwana alikuwa akiendesha Nicole. Ni biashara ambayo kwa Tanzania si biashara si issue ambayo inajulikana sana, watu wengi hawaifahamu, lakini ukienda kwa East Africa, nchi kama Kenya, ni biashara ambayo imeshakuwa common, yani watu wanaifahamu vizuri sana. So kwa Tanzania kimekuwa kitu kama kigeni kwa kweli. Sasa ni namna gani ambavyo Nicole alikuwa akijikusanyia pesa kwa watu na kuwadhulumu? Sasa mchongo wenyewe huo umekaa hivi. Alichokuwa kikifanya Nicole bwana, kwa sababu yeye ni celebrity na ana watu wengi, ana followers wengi kwenye mitandao yake ya kijamii. Tukiangalia Instagram, Twitter, kwamba akipost kitu au akitangaza kitu ni kinawafikia watu wengi within a short period of time. So alichokuwa kikifanya yeye ni kwamba alikuwa anaanzisha mchezo. Kwa watu wa Uswahilini nadhani wanaelewa, akisikia neno michezo kuna mara kijumbe, nadhani watu wa Uswahilini tunaelewa hicho. So huyu Nicole bwana alikuwa na mchezo yake, alikuwa akianzisha online. So kwa sababu yeye ni mtu celebrity, alikuwa akitoa taarifa zake watu wakimfollow, kwa sababu pia watu wanamwamini kulingana na jina lake na status yake. So nimekuwa ni ngumu sana mtu kuamini kwamba Nicole anaweza akawa ni tapeli. So watu wengi walikuwa wakimwamini kwa njia hiyo, na ndio maana pia ilipokuja taarifa ya kwamba Nicole anahusishwa na tuhuma za kutapeli watu wengi wameshangaa, na ndio maana hii taarifa imekuwa viral, imeenda viral kwenye vyombo vingi vya habari nchini Tanzania vimeripoti, kwa sababu imekuwa ni kitu cha kushangaza. So huyu Nicole alichokuwa akifanya bwana, yeye alikuwa akiandaa chati ya watu ambao walikuwa wakihusika katika mchezo husika ambao yeye ameuanzisha. So alichokuwa akifanya, anaandaa chati let's say na watu 500 ambao wanashiriki katika mchezo huo. Anachokifanya yeye ilikuwa hivi, anaandaa majina almost tuseme ya watu 200 ambao hao majina yanakuwa ni fake. Kwa kuna majina mengine ya 300 ambao majina ndio yanakuwa sasa watu ambao mmeshiriki katika huo mchezo husika. So alichokuwa akifanya yeye, yale majina yake 200 anayaweka mwanzoni. Kwa hiyo atasema majina 1 mpaka 200 tayari ni majina yameshakuwa na watu. Kwa mnaofuata mtaanzia 201 na kuendelea huko. So let's say labda mchezo wake ulikuwa labda una watu 700, kwa sababu yeye ni mtu celebrity, watu 700 kuwapata ilikuwa ni kitu simple sana kwake. So let's say ina watu 700, kinachofanyika ni hivi, ana majina yake 200 tayari, alafu kuna watu 500 ambao sasa ndo mnashiriki kucheza.
na kila siku kuna chat pale kwenye chat yake. Let's say kama ni WhatsApp kuna chat kuonesha feedback mtu fulani amepokea, kwamba jina fulani limepokea, jina linalofuata ni fulani atapokea labda baada ya siku 5 au 6. Hata unakuta labda baada ya kila siku 3 watu mnachanga 70,000 au 100,000, mnatoa jina la mtu mmoja. Umeona? Kwa alichokuwa kifanya ni hicho, kwamba sasa mko watu 700. Kwa alichokuwa kifanya yeye pale, kila siku, kila baada ya siku 5 linatoka jina la mtu mmoja kulingana na utaratibu wa mchezo husika. So yale mtachanga sasa kwa wale watu mpaka 200, na maana mtakuwa mnawachangia na mpaka kufikia mpaka watu 200, maana watu wanakuwa na imani kwa sababu yale majina wanaona yakitoka na hakuna mtu anayepata lawama kabla hajapokea hela yake. Kwa hiyo mnakuwa mtu mna imani, mnachanga pesa. Na kumbe msijue mnaowachangia ni majina ambayo hayapo, ni mnamchangia yeye tu. Kwa hiyo mtachanga zile pesa zote, itapofika mpaka mtu wa 200 sasa. Kuja sasa huwa 201 mchezo unaanza kushake. Umeona? Ukusanyaji unaanza, ule aliyekuwa na organize anakuwa sasa haeleweki sasa. Sasa naikumbuki wakati mnaingia makubaliano naye ni tayari sasa hamna sehemu ambapo mmeandikiana makubaliano kwamba au mmeandikishana, kwa sababu hii haiko kisheria. Umeona bwana? Kwa alichokuwa kifanya kishafika tayari yeye, ile watu wake 200 wameisha, yeye anapotea mitini. Kwa hiyo nyie mtabaki mnaulizana huko, hamuelewi kwamba mnaenda kumshtaki wapi. Na inaposemekana kwamba hii michezo ameifanya sehemu nyingi na amewatapeli watu wengi tofauti tofauti, kwa sababu pia ni mtu maarufu, amekuwa akifanya hivyo kwa watu wengi tofauti tofauti. Na watu hao walikuwa wakishindwa kupaza sauti zao kwa sababu walishindwa. Sasa unaenda kumwataki nani moja kwa moja, kwa hiyo ikawa ngumu kwao kudai pesa zao. So alikuwa akifanya hivyo, anatengeneza majina yake fake pale, watu mnachangia pesa, ikishafika muda fulani anapotea mitini. Na michezo ya hii ya upatu bwana, kwa Tanzania recently imekuwa inatokea kwa style tofauti tofauti. Kwa mfano walikuja jamaa wa LBL, nao walikuwa wakifanya kwa style hiyo, kwamba mnachanga pesa alafu mnakuwa mnachukua, baada ya muda fulani hela yako inaongezeka. Lakini wanachokuwa kimekuwa targeted pale ni kwamba baada ya muda akiona hesabu zake zimefika mtu anapotea. Kwa utofauti wa LBL na au FIC au watu wa Kalinda, zimekuja platform nyingi za aina hiyo ambazo zinaendesha biashara ya upatu kwa namna hiyo. Kwa hiyo LBL, watu wa FIC hao waliokuwa kwa huyu Nicole, the same thing. Kwa watu wanaibiwa kwa njia hiyo. Jamani, tujihadhari. Hizi mambo za michezo na from nowhere tu imekuja, jamani kuna mchezo, sababu huwa tunaona hata kwenye magroup, unashangaa tu umeshaajiwa kwenye group la mtu ambaye hata ufahamu kwamba kuna mchezo. Mwisho wa siku unakuja unatapeliwa kirahisi kama hii ambavyo hawa jamaa wametapeliwa. Ndo hivyo. So nikukumbushe kusubscribe ili kuendelea kupata taarifa zetu ambazo tutakuwa tukipost.